hekima ya kanisa iko wapi? Iko wapi? Wanaumizana, wengine wanauana, hekima iko wapi? Mchungaji, nimekuita hapa kwanza kabisa na hasira sana na wewe. Mpaka nimekuwa natamani nitoe taarifa ngazi za juu ili watusaidie kulichunguza kanisa lako. Mbona nyie walokole kunaanza kutumia neno hilo, lakini kwa nini mnatumizia sana watu wetu badala ya kuwasaidia waumini wenu kama jinsi ambavyo tunavyoamini? Ni kwa nini mchungaji? Si muumini wako? Ndio mwenyekiti. Hawa ni wanangu kabisa wa kiroho. Lakini bahati mbaya mwenzake amerudi nyuma kidogo, lakini naamini Bwana yupo atamrejesha. Pamoja na hivyo mchungaji, lakini unaiona hali ya mwanao sasa? Pamoja na maelezo yako mazuri ya kiroho, lakini unaiona watu wamekuwa wakiumizana, watu wamekuwa wakiumizwa. Kisa nini? Walokole. Japokuwa sio wote, lakini nazungumzia ni kanisa lako ambao tumekuwa tukifuatilia kwa karibu hatua kwa hatua kama serikali. Sasa mimi nikueleze jambo moja ndugu yangu. Serikali kama nchi ina miko. Kuna utaratibu wa kuendesha nchi. Na kuna utaratibu wa dini na madhehebu mengine katika nchi. Kila kitu kina utaratibu wake na katiba inavyoelekeza. Siingili uhuru wa dini. Na serikali haina dini. Ila isipokuwa watu wao wana dini. Ila isipokuwa sisi kama serikali tunawalinda wale watu wenye dini zao. Kwa mambo kama haya mimi nikusihi wakati mwingine, zingatia sana msimamo wa maelekezo ya vitabu vyenu. Ni kweli unayosema, lakini sisi ni Wakristo. Tukifunga ndoa haipaswi kuvunjika mpaka kifo. Haya mengine ni majaribu tu, na inatupasa kuyashinde. Alafu tena hapa tunamzalisha Kristo. Hii kesi haikutakiwa kuzungumziwa hapa. Sio, naelewa mwenyekiti. Unasemaje? Kwamba haikustahili aje hapa, ulitaka aende wapi? Wakati hapa ndio kwenye serikali. Hapa ndio kwenye serikali. Na mambo haya yameshatokea mara kadhaa kwenye kanisa lako. Mchungaji, sasa sisi kama serikali, jambo kama hilo hatuwezi kukubali. Kuendelea kuacha watu wanaumia kwenye hayo makanisa. Baadhi ya makanisa, sio yote, lakini kuna baadhi ya makanisa kama ya aina yako. Amina. Hapana, sipo nyumbani, nipo hapa kwa mwenyekiti. Kuna kikao kidogo. Jaribu tena. Basi utanikuta hapa kwa mwenyekiti. Amina. Mchungaji, hebu mueleze kwamba hapa kuna utaratibu. Hii ni ofisi ya serikali. Hatuna mambo ya namna hiyo baba. Sisi amempa mimba mwanamke mwingine baba. Unasema yule baba tu anatishia baba. Mimi naenda tunakuwa hapa baba. Hebu tutasoma. Afanyaje bibi baba? Hebu sikiliza. Kaa kwanza hapo tuelewane. Haya, kuna tatizo gani? Karibu mama. Mambo poa, karibu. Samani, hapa ndo nyumbani kwa Aloisi. Ni penyewe. Wewe ni nani? Karibu sana. Asante. Nikuulize wewe. Niulize mimi? Ndio, nikuulize wewe ni nani? Mimi mke wake. Mke wake? Mimi ni mke wake. Ndio maana toka amenipa hii mimba apokee simu zangu. Hii mimba ni yako. Wewe dada, nisikize. Wewe dada, wewe unielewi. Nisikiza nikwambie. Inawezekana wewe umemchanganya mume wangu. Aloisi ni mume wangu mimi, na hapa ni kwake dada. Umeelewa? Hapana, Aloisi. Hapana vipi? Dada, nisikize nikwambie. Wewe utakuwa umemchanganya mume wangu. Sikia wewe dada, nisikize nikwambie. Umekosea nyumba.
Sawa? Wewe umekosea nyumba we dada. Kwanza tunamwamini Mungu aliye hai. Dada nisikize nikwambie. Sisi tunaomba kama ujui. Umesikia kama umetumwa na shetani, mwambie hivi shetani. Kilindi amesimama imara. Yuko ngangari. Aloisi mbona unamsema mimi ni huyu hapa? Yesu wangu. Niamini? Yesu wangu. Dada sikiza nikwambie. Mungu wangu. Sikiza nini? Yesu nisaidie mimi. Wewe unasema kwamba uniamini? Sikia nikwambie. Mungu nisaidie. Pasta. Dada sikiza nikwambie. Dada subiri kwanza. Mimi yani bado sijakuelewa vizuri, bado sijakuamini. Sawa? Naomba usubiri kwanza. Sawa? Subiri. Unaenda wapi dada njoo? Unaenda wapi? Mimi usiondoke hapa. Lazima tupate ushahidi. Mwenyekiti. Huyu mwanaume afungwe. Yaani afungwe jamaa wangu mimi Aloisi. Mr. Kibaba. Hebu eleza. Yaani hapa nilipo baba nasikia makamu wangu nataka kutupasuka. Kuna nini? Kuna nini? Mimi hebu sikiliza. Uko ofisi ya serikali hapa. Sasa sema shida zako. Baba. Hakuna kitu ambacho mimi nilimnyima mume wangu. Amekosa nini kwangu mimi jamani? Nilikuwa nafunga siku 7 kwa ajili ya kumwombea. Unamfahamu huyo anayemlalamikia? Nawafahamu. Mungu nisaidie. Hao wote ni washirika wangu. Unaona sasa lingine. Mungu nisaidie. Silikuwa nakueleza. Wewe msiache mambo hayo. Haya, maliza bwana. Funga kote kule. Wewe ndio mchungaji wa lini unafikia? Maliza. Mwenyekiti. Wewe maliza. Nilikuwa naomba Aloisi aitwe. Sababu hapa naomba Aloisi aitwe. Yuko wapi sasa? Tutampigia simu. Mwenyekiti ndio huyo hapa. Ndio huyo hapa mwenyekiti. Aloisi. Huyo hapa huyo. Kweli kiongozi, nimekosea sana. Nimekosea sana mchungaji wangu. Nimekosea sana kanisa. Nimekosea sana mke wangu. Naomba unisamehe. Mimi nampenda sana mke wangu. Unanipenda wewe? Unanipenda wewe? Wewe unanipenda Hebu ni shetani. hiyo. Klabu ni yupi sasa klabu? Ni mume wako. Unasemaje? Ili tumbo ni la nani? Nakuuliza ili tumbo ni la nani? Wewe mama, hebu acha. Hapa sio sema. Namuuliza ili tumbo ni la nani? Hebu sikiza, hebu mwache kwa, mwache. Hebu kusogea. Aloisi. Mbona umeniangusha? Ulikuwa ni kijana mzuri sana pale kanisani. Na nilikusifia kwa kila mtu. Kwa nini umefanya hivi? Aloisi. Ila mwenyekiti. Nakusikiliza. Mambo mengi tunapitia. Ila kwa haraka unaweza kusema ni mimi ni tatizo. Ila mwenye chanzo ni yeye. Victor! Ndugu yangu, unajua kabisa ndoa yangu ndio kwanza haina hata mwezi. Unamwahi Shemela? Namwahi Shemela? Mtamwahi nani sasa ndugu yangu? Haina shida, najua tu ndoa ikiwa changa hivi mtaona zamani ukae na mke wako. Bwana, sasa sikiza ndugu yangu. Hivi ninavyozungumza, nyumbani kashapika msosi. Unaona vizuri bwana? Vitu fulani mafudi nini? Kwa hiyo naomba niwahi ndugu yangu. Nyinyi bado mjatoka? Haina shida mshikaji, tunapata hapa mambo nini, lakini tumekumisa nyama, zile ofa zako nini? Unajua tena. Mimi naelewa fudi samaki hapo, nini kachumbari mayonnaise manini. Victor, naomba niwahi nyumbani kaka. Victor! Sasa ninaamini Mungu atakuwa pamoja nasi kama tulivyoomba mwanzo kwa sababu ya neno. Nataka nisome Misali 16 mstari wa 25. Biblia inasema hivi: iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Ili neno, unajua sisi vijana, Mungu anatutegemea sana. Mungu anatupenda sana. Wakati mwingine mtu anahisi kumtumikia Mungu ukiwa kijana ni ushamba. Lakini ndio maana Biblia inasema ipo njia ionekanayo ni njia machoni pako mwenyewe, lakini mbele ni mauti. Mungu anatupenda sana tukiwa kama vijana. Mungu anatupenda tumtumikie katika roho na Salama. Mungu. Amina. Saa ngapi hapo? Saa 8. Saa 8.
Mungu wangu. Mume wangu samahani bwana. Nilikuwa namtumikia Mungu hapa nafundisha watu neno la Bwana. Nimesahau na kupika baba. Ila usijali mume wangu. Nisubiri kidogo tunakuja kukupikia. Umeona? Lakini sio mbaya mume wangu. Tunamtafutia Bwana mavuno. Yaani mavuno mema. Amina. Kwa hiyo sasa Mungu anatupenda. Mungu anatuwazia mema. Mawazo ya Mungu kwetu ni mema sana. Umeona? Mungu anapenda vijana masupavu. Mungu anapenda mabinti walembo kama nyie. Mungu anapenda vijana mashababi kama nyie. Mungu anakuwazia mema. Mungu anapenda vijana wenye nguvu. Nakuja mume wangu, hata tutumike mbele za Bwana, nakuja. Mungu anakupenda. Mungu anakuwazia mema. Mungu anafurahia kupata mabinti walembo wazuri kama nyie. Nakuja mume wangu. Jamani, unaona Mungu anatuwazia mema. Mume wangu. Asante mume wangu. Mungu akubariki mume wangu. Huu ndio muda wetu kabisa wa maombi. Yaani ilibaki kidogo muda wa maombi nichelewe. Yaani nashukuru umeniamsha mume wangu. Nashukuru sana. Clean. Wewe kwanza tuombe. Tuombe kitu gani simbo? Wewe ni Mungu. Hakuna aliye kama wewe Jehova niko. Ninakushukuru kwa rehema zako na nguvu zako za ajabu. Ninakushukuru Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Ninasema ni asante kwa upendo wako na ukuu wako ajabu. Wewe ni Mungu, hakuna aliye kama wewe Bwana. Umesema niite nami nitaitika. Nitaonesha mambo makuu na magumu msiyoyajua. Nasi tunakuita usiku wa leo Bwana. Nasi tunakuita usiku wa leo Jehova. Asante kwa ajili ya semina ile Mungu. Asante kwa ajili ya wamama wale Bwana. Asante kwa ajili ya vijana. Asante kwa uweza na mamlaka. Asante kwa nguvu Bwana. Nina imani ile semina itaenda sawa na mapenzi yako. Ninaamini nguvu za giza zitafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Ninakataa kila mipango yote ya shetani. Ninakataa kila nguvu zote za giza kwa jina lako takatifu. Kwa jina lako takatifu ninaachilia nguvu zako Bwana. Ninaachilia neema yako Jehova. Mungu onekana Bwana. Bwana onekana Jehova. Onekana mwenyewe Mungu. Kilindi jamani. Mume wangu. Yaani umenirudisha, yaani nilikuwa nina uwepo sana. Yaani nilikuwa nimejaa uwepo wa Mungu, nilikuwa nimezama, yaani umenirudisha pap. Sasa uwepo mgeni hapa, yaani kwanza kuzama tena hapa ni changamoto. Basi sasa mke wangu kwa nini tuongee jambo moja hivi? Unajua ukiona wenzangu wale kama kinapitia kina Mosi wale wafunga ndoa wanaenda Dubai, waenda Bagamoyo. Hata sisi basi tutoke kisiku. Yaani tutoke hata sehemu kidogo. Tujiachie kidogo, tukae tupumzike, tubadilishane mawazo. Wewe unaonaje? Nakuelewa sana unachokisema mume wangu. Yaani nakuelewa vizuri. Sawa. Lakini mume wangu kama unavyojua mimi mke wako niko tight. Nimebanana hapa hivi. Umeona? Unaona kwa mfano kama huu mwezi wote umejaa. Wiki ijayo natakiwa nianze kuingia kwenye maombi ya kufunga kwa ajili ya kuombea vijana. Najua mke wangu. Wiki ile nawe kuja natakiwa nisafiri. Unasafiri? Mume wangu. Uende wapi? Naenda kusimamia maombi ya vijana makao makuu. Mchungaji alikuwa ameniomba. Sasa Kilindi unamwoje maamuzi wewe mwenyewe? Mume wangu ilikuwa tu lazima nikwambie. Lakini lazima ndo nasafiri sasa naenda. Mchungaji alisema naomba. Sikilize. Iko hivi. Sawa. Wewe ni mke wangu mimi. Si ndio? Najua. Safari, mtuko wote niambie. Sasa ukiwa na jamhuri mwenyewe kwa mimi nasafiri wiki mwezi ujao. Naenda bila kuniambia. Sasa nini maana kuoa? Sikia nikwambie, ilikuwa tu lazima nikwambie. Ilikuwa tu lazima nikwambie. Lakini sasa wewe si ndio umeanza kuniuliza. Pasta alikuwa ameniomba akasema mwanangu unabidi usimamie haya maombi. Alikuwa ni pasta? Nakuomba mume wangu. Mume wangu. Okay, haina shida. Kwa huko umeenda kwa wiki 2, wiki 3, mwezi, mwaka, miaka 2, 6. Tumtumikie. Maana mwezi basi malizeni.
Halo mwanangu Kilindi. Mchana niliongea na mume wako Aloisi. Kunaonekana huko kama hakukuwa sawa. Lakini nilimwambia tu akuruhusu kwa sababu ni kazi ya Mungu. Mungu mwenyewe anatuamrisha tufanye kazi yake kwa wakati unaofaa au usiofaa. Mradi ufanye kazi ya Mungu. Sawa. Basi sawa. Haina shida. Asante Yesu. Asante Bwana. Kile. Okay. Amesikia kuzungumza kitu kidogo. Mimi mbona sijaelewa mume wangu? Mke wangu. Mume wangu. Unataka tuongee kidogo? Sawa. Hichi kitu mke wangu. Mimi najua mke wangu wewe ni kiongozi wa maombi kwa vijana kanisani. Natambua. Natambua mke wangu umeokoka. Mimi natambua hilo. Ila mke wangu na kitu, nataka nikuambie kitu ambapo bora nikio kitu ukweli, kio wazi. Ndio. Usifiche fiche. Toka tufunge ndoa. Unakata mwaka wa pili sasa hivi. Mwaka wa pili. Tumeshika ndoa mara hizi Kilindi. Mara 2. Sasa niambie tu wewe mwenyewe. Hii ni haki kweli? Mume wangu, nisikize nikwambie. Unajua kabisa mimi niko rohoni. Mimi niko rohoni muda wote. Na naomba maombi ya vita mume wangu muda wote. Sasa unajua hatuwezi kupandanisha kati ya hili swala ya maombi na hiyo kitu. Haiviingiliani mume wangu. Tutaharibu kusudi la Bwana, tutaharibu mafuta. Kwa mimi nataka nikwambie kitu mume wangu kipenzi. Naomba tusubiri nipate kibali kwa Bwana. Alafu baadaye tutafanya hiyo. Yaani mimi nikeni subiri kibali kwa Bwana kweli, si ndio? Sasa watoto tutapateje watoto? Yaani tukae tusubiri kibali kwa Mungu watoto tutapateje? Mume wangu sikiza. Tutambue, sikiliza. Tambua kabisa na ufike unajua kabisa kwamba ndugu zako wenyewe wanasema, watoto, si nini? Sasa kwa namna hiyo kweli tusubiri kibali kwa Mwenyezi Mungu. Tutapateje? Mume wangu usiruhusu shetani aingilie kwenye ndoa yetu mume wangu. Kwenye Biblia kuna mtu anaitwa Uria. Ni askari wa majeshi ya Israeli. Alikataa kata kwenda kulala na mke wake kwa sababu alijua akienda kulala na mke wake ataharibu vita. Umeona? Sasa mume wangu tusiruhusu mafuta ya Mungu yapotee. Tusiruhusu shetani aingie katika hili swala na kuomba mume wangu. Uria kwenye ndoa yetu anapata nini Uria? Sikiza mimi kiukweli kama hizo haitowezekana. Sawa, mimi Kilindi mimi kiukweli mimi mume wangu nisikize kwamba kwa sababu gani kila siku tunaongea? Mume wangu, sikiza nikwambie mume wangu jua umeokoka wewe. Mume wangu umeokoka wewe. Mume wangu umeokoka. Tusimruhusu shetani katika hili mume wangu. Mume wangu nisikilize mimi, shetani ashindwe. Yaani hili ni pepo. Pepo limeshaingia. Ndio ingia kwenye maombi kwa ajili ya hii. Mungu nisaidie. Hili ni pepo kabisa. Mwanangu. Nini tena hiki umfanya? Umeniangusha mwanangu. Umeivunja ndoa yako mwenyewe. Halo. Amina mwanangu. Baba. Nini tena shida? Baba, shida baba. Nataka rudi kwao, mimi narudi kwetu. Nimechoka baba, nimechoka. Hebu msifikie huko kwanza, msifikie huko mwanangu. Hebu naomba uje hapa kwa mwenyekiti. Ofisini kwa mwenyekiti. Ofisini kwa mwenyekiti njoo ufike hapa. Baba tunakuja haraka. Haya. Nimechoka mimi. Amen. Karibuni. Mwenyekiti. Huyu ni kijana ambaye nilikuwa naongelea kwenye simu sasa hivi.
ndio umekuja kumwambia waje. Kwani hao nani? Huyu dadako? Ndogo wako? Hapana mwenyekiti. Huyu mtu na mkeo. Hawa ni mtu na mke wake hawa? Yeye mwenyekiti. Hawa tunatoka ni mtu na mke wake hawa? Sura wamemaliza sangani. Ila hawa washafikisha miaka 18. Hata kama wametimiza miaka 18, lakini si kwamba kila umri wa miaka 18 ndio wana uwezo wa kuamua, hasa kwenye jambo kama hili la ndoa. Ni jambo gumu. Sio kwamba kila umri wa miaka 18, hata kama hebu angalia wanaweza kuhimili mikiki ya ndoa. Ilikuwa kuwaje ndoa ikafungwa kanisani ya watoto wadogo kama hao? Ilikuwa kuwaje utaratibu wa hilo kanisa lako? Ni kweli kama ulivyosema vijana ni wadogo, lakini ilikuwa hivi. Tulia hapo hapo. Nini kinaendelea hapa? Tusamehe mchungaji. Watumishi wa Mungu mnafanya mambo kama haya? Tusamehe. Hapana. Tusamehe baba mchungaji. Sasa kama kuwasamehe, na sharti moja. Muoane au niwafukuze kanisani kwangu? Tunafunga ndoa baba. Mko tayari kufunga ndoa? Tunafunga ndoa sana, safi sana. Na nawaahidi mtafunga ndoa. Kama mnakubali kuoana, basi sifa apewe Bwana Yesu. Na nawaahidi mtaoana wazazi wenu kwa sababu unawaamudu vizuri. Sawa? Asante baba, tunashukuru. Aya, timkeni sisi nyumbani. Timka. Nendeni nyumbani. Baada ya hapo, ndio wakaoana. Haya, sasa baada ya kufunga hiyo ndoa, kilichowaleta hapa sasa leo nini? Eti ndio leo. Abema. Mbona ukachukulie maji ya kunywa? Mama nimeshika mchafu akaenda kachukua. Nakwambia akachukulie maji ya kunywa. Mama nimesema lakini mikono yangu michafu naenda kachukua ndani. Na maana uko serious? Kwa hiyo mimi natania hapa. Simbakwambia mikono yangu michafu kachukua ndani au? Nimekwambia akachukulie maji ya kunywa. Kwa nini unanijibisha? Kachukua siendi, nishakwambia kachukue maji mwenyewe. Nimekwambia utanichukulia maji ya kunywa. Siendi kupata. Kachukulie maji ya kunywa. Mimi nakuzungua sasa hivi. Unamzingua nani? Wewe unanijua vizuri. Waulize wazazi wangu ndio wananijua vizuri, sio wewe mtu tu. Nakwambia nakuvunja sasa hivi. Tunavunjana, hapa tunavunjana. Unavunja nani? Unavunja nani? Subutu. Nakwambia nini sasa? Jaribu kama unaona kweli jaribu. Wewe unijui vizuri. Nakwambia wewe unijui vizuri ndio maana unaongea hivi. Nini? Unasema nini? Nakwambia nisubiri hapo. Nisubiri hapo. Kipi nakusubiri hapa hapa tuone. Yaani anijui. Yaani hapa nakusubiri hapa hapa tuone. Yaani tutaoneshana huko ndani nani mke. Tutaona. Subiri kuonyesha. Njoo uone. Mbona nini lakini wewe ndio unanipa bomoa. Mke wangu, unajua mimi nakupenda sana yani. Ninapokuangalia yani mimi zako yani hoi kabisa. Kwa kweli nilikuchagua. Asante, nakupenda pia mume wangu. Unachukua nini? Unachukua nyama? Achia nyama hii. Nakwambia kuna kuchukua nyama. Nyama hii nakula mimi. Mimi ndo nakwambia nyama hii nakula mimi. Wewe unajua vizuri. Nyama hii ndo nakula. Mimi ndo natafuta. Nyama hii haudi. Nakula mimi nyama. Wewe unatania. Nakwambia nyama hii hautokula wewe. Mimi ndo nakwambia. Nakula. Umekula? Leo tutaona. Leo hautolala hapa. Mimi ndo nakwambia tutaona. Nakwambia tutaona sasa. Tutaona sasa kama wewe mwanamke. Naenda nyumbani, naenda kwa mamangu. Nimechoka kukaa na wewe. Na mimi pia nataka niende kwetu. Na mimi na kwetu. Nataka niende kwetu na mimi mwenyekiti.
Nataka niende nyumbani. Nisaidie mwenyekiti. Sasa mimi ni wazee msele nyumbani kwenu. Mchungaji. Unasikia sijui bwana harusi hawa zina. Wanataka kwenda kila mtu nyumbani kwao, lakini ukawafungisha ndoa nkaya kudumu. Wasiachane mpaka kufa. Hasa unasikia? Mchungaji wenu sio mwambie sasa mnaniambia mimi. Mimi nilikuwepo siku hiyo ndo. Mwambie ndio. Mimi nataka niende kwa mama. Na mimi naenda kwetu pia. Mchungaji wajibu sasa kama unapa nauli kama unapa nini hawa. Mimi kuna mambo ambayo kama serikali naweza nikaamua kuhusu jambo hili. Lakini kwa sababu siwezi kuingilia jambo hili, japokuwa ninayo mamlaka. Lakini kuna askofu mmoja rafiki yangu, kwanza nitampigia simu hapo. Au ngoja natumia utaratibu wote ili aje. Labda yeye atakuja kutusaidia jambo hili alafu nitaamua, taona nini cha kuamua mbele ya sheria za nchi yetu. Karibu baba askofu. Asante sana. Karibu sana. Asante mwenyekiti. Ya habari za huko. Hivi mnaendelea? Nashukuru Mungu. Karibu bwana. Asante. Hebu vijana. Asante sana. Pita angalia nani kidogo. Hebu mchungaji. Karibu askofu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Shikamoo. Marhaba. Karibu. Asante sana. Asante. Karibu tukae hapa. Asante. Maana sasa nimeona nikuita bwana kwa sababu yako mambo hapa yanaendelea, nafikiri ni watumishi wa Mungu mnayajua. Sasa nisiseme mengi, nikuachie tu sasa, labda utakavyoona. Kama unavyoona hapa timu imejaa, huyu ni mchungaji na ndio anaowachunga. Kwa hiyo nimeona nisiamue mimi kama serikali nitaharibu, kwa sababu ni jambo linalohusu kidini, ndio maana nimekuita, kwa sababu ni watu wa dini mnajua mambo yenu mnavyoyaendesha. Kwa hiyo ndio hivyo askofu, nimeona nikuite kwa sababu mimi nakufahamu mtu una busara, una hekima nyingi. Kwa sababu ni jambo linalohusiana na mambo ya dini, nimeshindwa kuliamua mimi kama serikali. Ndio hivyo askofu. Uwanja wako huko. Mwenyekiti, kwanza nakushukuru sana. Na pia nakupa pole kwa majukumu haya ambayo wamekupa. Pastor Amos. Askofu. Kusema ukweli umetuaibisha sana. Umetuaibisha sana sisi watu wako na umewaibisha pia kondoo wako. Yaani sina hata la kusema au la kukuamrisha wewe ufanye nini. Ila kiukweli umekiuka taratibu za kanisa. Sikuingilii kwenye mamlaka ya kanisa lako. Lakini umefanya ndivyo sivyo. Bwana Yesu anasema sisi ni chumvi ya ulimwengu. Na chumvi ni ladha. Hii inamaanisha kwamba sisi tunahitajika tuwe mfano bora wa kuigwa. Sisi tunahitajika tuwe mfano bora wa kuigwa na hao tunaowaongoza. Sasa sijajua wewe uongozi wako, uchunga wako, umewachungaje hao kondoo wako? Hivyo ndivyo Bwana Mungu alivyoagiza. Umekosea sana. Hata kama maandiko yanasema hatuachani, hatumaanishi kwamba watu hawaachani kabisa. Hayo ni maandiko. Mungu ni mtakatifu. Kama ambavyo hapendi dhambi zingine, pia hapendi watu waachane. Maji yakizidi shingo, ni muhimu kuruhusu watu watengane kwa muda. Ili sasa, unasikia askofu? Ili sasa kila mmoja aweze kuelewa umuhimu wa mwenzake. Huko sio kuachana, huko ni kutengana kwa muda. Japo kuna watu wanalishinda hilo jaribu. Sisi tunahitajika kuboresha upendo na amani ili watu wamtukuze Mungu wetu na wala sio kumtukana Mungu wetu. Pastor Amos. Kumbuka serikali imeziamini dini na kuzisajili ili jamii iwe na tabia njema. Kweli kabisa. Kweli kabisa askofu, ulichokisema ni sahihi kabisa. Kwa maana ya maelezo yako na kupitia hekima uliyoonyesha kwa namna ambazo umetoa ufafanuzi hapa, hata mimi nilikuwa nimeanza kupungua imani ya kutokuiamini mambo ya kidini. Sasa kuanzia leo nitaanza kuamini kupitia hekima yako niliyoiona kwenye baraza hili. Nakushukuru sana askofu. Mwenyekiti. Sama. Na baba askofu.
Mungu anisamehe. Nimeliongoza kanisa kwa kutumia akili zangu bila kumtanguliza Roho Mtakatifu. Lengo la Mungu ni kutaka wanandoa waishi mpaka wazeeke, na hata kama inafikia kifo, basi kifo kiwe cha ahadi ya Mungu na sio kile cha kuuana. Na kama inafikia mambo mpaka watu wanauana, basi hao ni mambo mengine, kanisa halihusiki tena. Hayo uliyosema pastor ni sahihi kabisa, kwamba watu wakifikia kuuana, hilo sio jambo la kanisa tena, linakuwa ni jambo la serikali. Na ndio maana sasa sisi tupo. Kama unakumbuka mwanzo kabisa, mimi nilikuwa mkali wakati mlipokuwa kujaribu kuingilia yale mambo ya serikali. Ndio maana yangu ilikuwa hapo. Mkifikia watu kuuana au kifo kiwatenganishe mpaka kifo, sio kifo cha kuuana. Sawa pastor? Kama umeligundua hilo, basi jambo jema. Watumishi wenzangu, tumtafute sana Mungu ili Roho Mtakatifu atuongoze na atupe hekima ya kuamua mambo, tusimharibie kazi Kristo.